Okay, twende naro sasa. Tumeni mko poa. Na sasa nimeona nifanye mfumo wa video. Video ya mwanzo naona nimerekodi ikawa na crash. Haikuweka sauti, so nimeamua nirekodi video upya. So tutatumia application ya MT5 kama mwanzo nilivyoelekeza mwanzo kwamba tutatumia application ya MT5. Application ya MT5 kama nilivyoelekeza mwanzo, na inaonekana kama hivi. Kwa ambaye usha download inaonekana kama hivi MT5. So nitafungua moja kwa moja application yetu MT5, na unapofungua application yako ya MT5 au MetaTrader 5 inafunguka kama hivi. Sasa application yako ya MT5 inafunguka kama hivi. So unachotakiwa kufanya cha kwanza, ukifungua takiwa uguse sehemu ya juu kwenye vishale vitatu. Utagusa hii sehemu hapa, kisha utagusa hii sehemu ambayo imeandikwa manage account. Manage account, utagusa hiyo sehemu. Sasa kama hauna demo account, delete hiyo hapo ili niweze kuweka kwa sample. So unachotakiwa kufanya ni kwamba takiwa uguse sehemu ya juu yenye alama ya jumlisha hapa. Hapa ndio sehemu ambayo unakuwa unaliki account yako. Kama unavyoona hapa nimeliki account yangu ya Exness, lakini sija deposit chochote kwa sababu bado sijaanza tutorial upande wa Exness namna ya kudeposit. So ndio maana unaona ipo zero balance. Sasa nitagusa alama ya jumlisha hapo juu, kisha nitachagua MT Quarters Limited, Meta Quarters Limited ambayo ni ya demo account. Lakini kama nitatumia Exness broker, maana yake hapa nitakuwa na search aina ya broker, maana yake ni baadaye kama tukifanya hizo procedure. So nitagusa hiyo hapo, alafu nitagusa sehemu imeandikwa open demo account. So nitagusa sehemu ambayo imeandikwa open demo account. Nikigusa hii sehemu nitagusa hapa kuweka alama ya tiki kwamba nimeaccept agreement. Lakini pia kwa kuwa ni demo account na uwezo wa kuweka kiasi chochote, so nitagusa sehemu ya deposit hapa chini, alafu nitachagua kiasi cha mwisho kabisa. Kiasi cha mwisho kabisa cha dola milioni 5. Kisha nitagusa sehemu ya register kwa ajili ya kufanya usajili, alafu nitagusa tena sehemu ya done. Nitagusa sehemu ya done. So mpaka hapo tayari nishafungua demo account kama unavyoiona hapa juu. Tungoje load. Yes, demo account kama unavyoiona hii hapa ina dola milioni 5. So baada ya kufungua demo account yako, nafikiri kuna vitu unaviona hapa kwenye kioo. Kuna quotes, kuna chart, kuna trade, kuna history, kuna messages. So tutaanza na sehemu ya kwanza ambayo ni quotes. Tutafungua kwanza sehemu ya quotes, so utapagusa. Ukigusa sehemu ya quotes hapa itafungua quotes ambazo utazitumia. Nafikiri jana niliongea kuhusu quotes upande wa audio. So kuna quotes tofauti tofauti. Kuna USD deck, kuna USD card, kuna NZD USD. Zipo quotes tofauti tofauti zimekaa hapa. Sasa kama kuna quotes ambazo unataka uitrade na hauioni katika option ambazo zinaonekana hapa, so unachotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa uguse alama ya jumlisha hapa juu. So nitagusa alama ya jumlisha, kisha nitachagua ni forex quotes, maana yake tuna trade forex. So turudi hapa upande wa quotes hapa juu. So nitagusa, kisha nita search. Naweza nikagusa direct kwenye forex nikachagua, na nikarudi tena. Naweza nikagusa hii sehemu ya forex, kisha nikachagua quotes ambayo ninaitaka. Labda tuchague Audi CHF kwamba Australian dollar na Swiss francs. Nitagusa alama ya jumlisha. Manake mpaka hapo Audi CAF tayari, CHF ishaka, labda tuguse na hii ya juu yake alama ya jumlisha. Sasa nikirudi upande wa quotes nitakuta kwamba zile coin ambazo nimeziadi zinaonekana kama hivi unavyoziona hapo zinaonekana. So hiyo ndo sehemu ya quotes. Sasa katika sehemu ya quotes tuchague moja. Let's say tuguse tuende na hii Audi
CHF au tuchague tu ya chini yake. Nitaigusa, unaigusa tu mara moja. Kisha itakufungulia baadhi ya option ambazo zinaonekana ndani yake. Sasa katika options zinazoonekana kuna option ya new order, chart, properties. Hizi ndio option ambazo tutaenda nazo sisi kama traders. So tutaanza na option ya kwanza ambayo ni new order, utaigusa. Sasa hapa option ya new order ni pale ambako wewe kama trader tayari umeshaingia kwenye market na umeona kwamba soko linaelekea mwelekeo fulani. Sasa nafikiri jana pia kwenye audio niliongelea kuhusu swala zima la kitu kinaitwa stop loss na take profit. Sasa stop loss kwa kifupi ni SL, kama unavyoona hapa imeandikwa SL ni stop loss, na upande wa pili hapa imeandikwa TP, maana yake ni take profit. So naweza nikachagua kwa mahesabu yangu, labda tuseme tuko kwa tunafanya sample, nikaweka stop loss ni 0.7555 kutokana na soko kwamba unavyoona hapa soko linasoma kuna 0. something. Take profit yangu nikachagua labda ni 0.8900. Alafu kisha mimi nikaamua kama trader nika buy. Nitagusa alama hizi hapa mbili, kuna option ya kubuy na kuna option ya kusell. Sasa utachagua wewe kama trader kwamba unataka uende na option gani. Sasa tukiangalia katika hizi option ni kwamba kuna baadhi ya option ambazo zipo pia hapa juu ambazo zinaonekana hapa. Tunasema ni instant execution. Ukigusa hapa juu kuna buy limit. Nafikiri jana niliongea kuhusu mambo ya limit, sell limit, buy stop limit, sell stop limit, na kuna kitu kinaitwa instant. Sasa tutaacha kama ilivyo as instant execution kwa sababu sisi hatufanyi trade ya limit. Tukiweka limit maana yake ni kwamba kama trade yangu ikifika kwenye sehemu fulani ndio ibuy, au nikiweka sell limit kama trade yangu ikifika kwenye sehemu fulani ndio sell, lakini sisi tunafanya market. So hizo ni option, tukao tutaiacha tu instant execution, maana yake ni tuniacha kwenye option ya market. So labda ninaweza nikasema kwamba hapa mimi kwa hii market nitabuy. Kwa hiyo nikigusa alama ya buy maana yake tayari order yangu inakuwa open na moja kwa moja inanipeleka katika kipande cha trade. Kipande cha trade hapa maana yake nitakuwa naona trading zangu zote ambazo nimezifanya kuanzia upande wa buy, upande wa sell na vitu vingine. Na tukija hapa katika sehemu ya trade kuna vitu ambavyo nilivyoongelea jana. Kuna vitu ambavyo nilivyoongelea kama kuna issue ya kuna kitu kinaitwa equity, kuna margin, kuna free margin, kuna margin level na kuna balance. Sawa? Sasa nafikiri hivyo vitu nilivyoongelea kwenye audio ya jana. Kama mtu akusikia hiyo audio airudie vizuri ataelewa kwamba equity ni nini, margin ni nini na vitu vingine. So na hapa juu kama ukiingia kwenye trade kama umeenda katika buy position kama nilivyo buy, hiki hapa ni kiwango cha buy 0.10 ni kiwango cha dola ambacho nimetumia kubuy. Maana yake mimi nimebuy kwa 0.10 USD. Na hiki hapa juu ni kiwango cha dola ambazo aidha nitakuwa nina earn au nina lose. Maana yake kama hapa ilivyoweka -1 maana yake ni kwamba market inaelekea upande wa kulose, kwamba imeshaingiza loss ya -1.07. Ndio maana ukiangalia kwenye free margin inasoma ni dola 4,999,334.31. Maana yake ishapungua dola 1.80 kutoka kwenye balance. Au tukiangalia hata kwenye equity pia inaonyesha kiwango ambacho kilichopo. Na sana ndio hapo tunaangalia. Na kama oda yako tayari ushaifungua na unataka kwamba sasa hii oda yangu ni close, labda iko upande wa faida, unachotakiwa kufanya ni kwamba katika hii sehemu upande wako wa kulia wa hiyo oda yako utaisogeza kushoto kama ninavyosogeza hivi. Sasa kuna vipengele ambavyo viko ndani yake. Kuna kipengele cha ambacho cha kwanza hapa, kuna cha pili, kuna cha tatu, kuna cha nne. Sasa tukianza na kipengele cha kwanza hapa, tutafungua ile sehemu ambayo tulifungua mwanzo kwa ajili ya kufanya order, labda unataka kuiclose au unataka kuiacha. Sasa hapa nikiangalia hapa chini kabisa, hapa chini kabisa ya kioo chako ukiangalia kuna imeandikwa close with a loss of -1.87. Hapo maana yake una close kutokana na loss iliyopo. Maana yake kama order yako ulikuwa ushafungua unataka kuiclose, utagusa tu close hapa kisha inajiclose. Na tukija katika option cha pili ambacho kama ni kama kalamu, pia itaingia upande wa kumodify. Maana yake unataka ufanye modification katika order yako, either umodify take profit target yako au umodify stop loss target yako. Maana yake hapo utachagua wewe kwamba unataka umodify
vipi. Hiyo ni sehemu ya kama kalamu. Na tukija kipande cha tatu ambacho kina alama ya jumlisha, ni kwamba hapa utakuwa unataka kuangalia, je, unataka uingie tena kwenye market za ubai au sell. Maana hapa unaweza kaamua sasa ufungue tena market nyingine katika hiyo coin ambayo tulifungua mwanzo ya Audi card. So ni hapo utakuwa unagusa hiyo option, utaset stop loss yako, take profit, then utachagua either ubai au sell. Unaweza kuchagua ku sell kama nilivyochagua hapo, nimesell. Na kama unavyoona upande wa ile ya mwanzo ambao nilifungua kubai tayari ina profit ya inaenda upande wa green. Maana yake nikifunga hii ambayo nimefungua upande wa kusell, let's say ni close hii position, ni close with the $, accept. Tayari ukiangalia kwenye equity yangu imepungua, kuna kiasi fulani cha dola kimepungua $3. Nafikiri tumeelewana. Tukija pia tukiswipe kulia, kuna kitu kama kimekaa kama chart, kitu kama chart hiki hapa. Sasa ukifungua hii option hapa, itakupeleka moja kwa moja kwenye chart ya oda yako ambayo wewe kama trader ulifungua. Kwa hiyo hapa ndio workspace ya chart wewe kama trader ambayo ulifungua, ambayo either unaweza ukaingia kwa kugusa icon zilizopo hapa chini, kwa kugusa icon ya chini hapa unaweza ukaingia upande wa chart. Sawa hiyo ndo sehemu ambayo tumeifungua. Okay. Sasa kama ni mara ya kwanza ukifungua kubai, ukifungua hii sehemu ya chart, manake ni kwamba itakuwa inaweka baadhi ya vitu kama vinavyoonekana hapa. Sasa kuna vitu hivi vinavyoonekana hapa, kuna hiki cha kwanza, kuna kingine, kuna hiki na kuna hiki. Sasa cha kwanza hiki kina alama ya jumlisha, ni kwamba hiki kinakuwa unafanya measurement. Kama unavyoona ninavyo hapa, inakuwa ninapima kwamba ni si hapa chini kinakuwa kinaonyesha, kwa chini inakuwa inaonyesha saa na dakika na tarehe. Lakini kwa huku upande wa pili inakuwa inaonyesha level ambayo umeweka. Kwa either unataka kuingia kwenye trade na umetarget labda ni sehemu fulani, so ukipandisha itakuwa inakuonyesha kwamba wewe target yako ni hii hapa, sawa Lakini kuna ka option kapili hapa ambako kamekaa kama alama fulani hivi ya nyoka ambayo kama amejisokota, tuseme tu kama nyoka, hii sehemu hii hapa. So ukifungua hii sehemu ni sehemu ya kuweka vitu vinaitwa indicators. Sasa hizi indicator baadaye nitakuja kueleza ni nini na unazisetije na namna gani zinaweza kukusaidia katika trade, ambazo pia ndo ambazo zinaonekana kwenye chart. Huku tunaziona indicators kwenye chart. Kwenye chart zetu tunaona kuna indicators hizi, huku ni indicator hizi, indicators zote hizi ni indicators. So baadaye nitazieleza. Hiyo ni sehemu ya indicator. Lakini katika forex trading pia kuna kitu kinaitwa time frame ambapo ndio hii sehemu hapa imeandikwa AM15. Sasa hapa utaona kwamba kuna dakika 10, dakika 1, dakika 5, dakika 15, dakika 30, lisali moja, masaa 4, siku moja, wiki, mwezi. Na kama ukihitaji kuendelea kuedit labda upande wa dakika, maana yake unaweza ukagusa hapo, kisha ukagusa sehemu ambayo ina alama kama ya setting. Ukigusa sehemu ya setting hapo, maana yake utaedit kwamba unataka uongeze kitu gani katika upande wa time frame yako, kwamba unataka utrade katika aina gani ya time frame. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Ziko time frame tofauti ambazo unaweza ukaziadi wewe kama trader, utachagua kutokana na unataka ufanye na gani ya trade, either ni scalping, ni invest au ni long trade au ni swap. Ndio utaangalia. So hiyo ndo sehemu ya chart ambayo tumeelezea kwa ufupi. Na sasa kuna hii option inayofuata hapa. Hii option hapa. Sasa hii option ni kwa ajili ya kuedit pending order ambazo zipo open. Kama kuna order yoyote ambayo iko open ambayo uliifungua na unataka uifanyie limit order. Nimesema kuna mambo ya limit. Sasa ukigusa hapa, mambo ya sell limit na mambo ya buy limit, hivyo ni vitu ambavyo tutajifunza baadaye, lakini hatuna kazi navyo kwa sasa, hatutavitumia. Ni vitu ambavyo tutavitumia kwa sasa. Tuende tuna hivi ambavyo vinahitajika. Kuna option nyingine hii hapa mwisho kabisa ambayo ni ya muhimu sana wewe kama trader ambaye unaanza kutumia MT5. Kwa utagusa hii icon hapa juu, ukigusa itakufungulia option ambayo inakuwa ina vipengele vitatu. Kuna option ya sell, kuna option ya buy na kuna hapa
katikati. Sasa tukianza hapa katikati, unapopagusa hapa katikati itakuwa inaonyesha kiasi cha hela ambacho utakitumia wewe kama trader kutrade hapa. Kwa hiyo mimi naweza nikaamua hapa either nika-edit nikafanya kwamba nitatrade for $10 au niseme for 100 USD dola. Alafu kisha mimi nikaamua labda nitabuy. Sawa nikigusa buy itaniletea chart ya request execution. Nimefanya ni request execution kwamba nataka nifanye execution ya kubuy. Kwa hiyo nita request execution kisha nitabuy. Nafikiri tumeelewana, nimebuy. Na kama unavyoona nimeweka $100 inasoma negative 2596k upande wa audi kubuy, lakini nimebuy kutokana kwamba tunafanya tu ni practice. Kwa hiyo baadaye nitaelezea kwamba ukitaka kubuy unafanyaje, lakini hata hivyo nilivyobuy ni kutokana na analysis iliyopo na hakika kabisa kutokana na jinsi ilivyo market itapanda kufanya retest mpaka hapa kisha ita return tena au itaendelea kupanda, tutaona baadaye. Sasa kuna hiyo option ya mwisho hapa ina sehemu ya history, sehemu ya history. Ukigusa sehemu ya history hapa utakuwa unaona order zako zote ambazo ulizifungua wewe kama trader. Maana kama kuna order ambayo uliifungua na ukaiclose, upande wa negative itakuwa inaonyesha. Kama tulivyofanya mwanzo, kuna order ambayo tulifungua na nikaiclose, inaonyesha negative 87. Kwa katika position ya order ambayo nilifungua nimepata loss ya $1.87. Lakini kuna position ya order, kuna position ya deals, kuna position ya kama exchange, swap na kalenda. Sasa tukija sehemu ya order hapa itakuwa inaonyesha order zako zote ambazo ulizifungua. Tayari nilishafungua order 4 na zote ni order zote 4 ambazo nimezifungua ziko field order. Nikija upande wa deals nitaongelea upande kwamba zile deals ambazo nilizifungua pia ni kama order, lakini hizi ni zile ambazo nimezifungua zinakuwa zinaonyesha pia na amount ambayo imepatikana kama unavyoona hapo. Sasa kuna hii option hapa juu kama umetrade Audi card, maana yake ukigusa hii option kama ni Audi tu utaiona Audi card, lakini kama ulifungua market nyingine utaiona. Lakini hapa inatakiwa uweke option ya all symbol ili uone kwamba kama ulitrade zote kwa pamoja au ulitrade moja kati ya hizo. Kuna option ya katikati hapa ambayo ni kama kuswipe. Hapa utakuwa tuna set vitu vya kawaida kwamba according to time au ni according to date, according to volume, to deal, to type au to profit. Hivyo ni vitu tu ambavyo hauna haja navyo, utaacha kama ilivyo. Kuna sehemu ya kalenda hapa. Hapo utakuwa unaona order zako zote ambazo ulizifanya, hizo ni kwa siku, ni kwa wiki, ni kwa mwezi au ni kwa miezi mitatu iliyopita, au utachagua kucustomize kutokana na muda wako ambao unautaka, alafu utaweka okay. Kama hamna order itaonyesha empty. Okay? Nafikiri kwa hapo tumeelewana kwa ufupi kuhusu application ya MT5. Nafikiri tumeelewana kwa ufupi kuhusu application ya MT ya MetaTrader 5. Sasa nafikiri sasa tutaendelea sasa namna sasa ya kuanalyze soko, namna ya kuelewa trend, namna ya kuset vitu vingine vya muhimu. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Labda kama kuna swala lingine tutaelezana kwa mbele.